haiwezekani usipochukua maamuzi. Haiwezekani usipochukua hatua. Mungu ameahidi kuwainua watu kutoka mavumbini, kuwapandisha juu, kuwaketisha na wakuu. Lakini watu hawaendaji tu kwa wakuu. Kuna kanuni za kiroho ambazo ni lazima wazingatie ili wafanyike kuwa watu wakuu. Katika mambo mengi ambayo nimekuja kufundisha, naomba leo nikuambie siri hii. Hauwezi ukafanyika kuwa mtu mkuu, na Mungu hawezi kufanya mambo makubwa kwenye maisha yako kama wewe ni mtu mwenye kujihurumia. Kama ni mtu mwenye kujihurumia, sahau mambo makubwa. Sahau mambo makubwa. Sahau Mungu kufanya mambo mapya kwenye maisha yako. Kama haujachukua hatua ya kulipa gharama, kusema nitamtafuta Mungu kwa nguvu zangu zote, nitafuata kanuni za Mungu, nitafuata neno la Mungu, nitaomba, sahau. Mambo yatokei kwa sababu watu wanaamini, na wewe sio wa kwanza kuamini. Neno la Mungu linasema shetani anaamini, mashetani wanaamini hata wanatetemeka. Wewe sio wa kwanza kutoa sadaka. Sadaka unazotoa, kuna watu wanatoa sadaka, hawatoi tu sadaka kawaida. Wakiambiwa na kuzimu watoe sadaka mtoto wamuue, wakisimama kwenye madhabahu za giza wanaua mtoto pasipo kuogopa, wanatafuta ukuu. Kuna watu wakiambiwa walipe gharama waende kulala makaburini saa 8 ya usiku, kwa sababu wanatafuta kuwa watu wakuu kupitia madhabahu za giza, wanaenda kulala. Sasa katika Bwana, neno la Bwana linasema haki yetu isipozidi haki ya Mafarisayo, kamwe hatutauona ufalme wa Mungu. Usitegemee, hauhitaji mtu akuhurumie. Unahitaji kujikana mwenyewe, kujitwika msalaba, umfuate Yesu. Watu ambao wamekuwa waheshimiwa hawakujihurumia, walijikaza wenyewe, wakajitutumua, wakasema tunamfuata Yesu. Siku moja watu walimchukua ndugu yao, wakambeba kwenye godoro, wakampeleka ili Yesu amwombee. Walipofika mahali pale, wakakuta chumba ambacho Yesu alikuwemo kimejaa watu. Wale watu wakiwa wanajua ya kwamba wanataka uponyaji kwa ndugu yao, walilipa gharama, walitoboa dari, wakamdumukiza ndugu yao, wakamdondosha pale kwenye umati ambapo Yesu alikuwepo. Yesu alipoona wamelipa gharama, kuna maneno alisema. Alipoiona imani yao, akasema imani imewaponya. Bartimayo ambaye alikuwa ni muombaji kipofu, miaka yote anaomba msaada, ni kipofu tangu kuzaliwa, akiwa anajua habari za Yesu, ya kwamba Yesu amewasaidia wengi, amewaponya vipofu wengi. Siku moja Yesu alikuwa anasafiri kuelekea Yeriko, na umati mkubwa watu wakaongozana pamoja naye. Bartimayo ameketi kando ya njia, akaanza kupaza sauti, anasema, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu alimpitiza Bartimayo, na watu waliokuwa pamoja na Bartimayo na Yesu na Bartimayo wakamwambia Bartimayo, unampigia kelele mwalimu. Bartimayo akijua ya kwamba anahitaji muujiza kutoka kwa Yesu, na Yesu amempita,
na watu wanamvunja moyo, wanamwambia unamsumbua Yesu, unampigia kelele Yesu. Bartimayo akijua ya kwamba anahitaji muujiza, anahitaji uponyaji, anahitaji kusaidiwa na Yesu, aliendelea kupaza sauti yake, asikate tamaa kwa wale watu kumtuliza. Kwanza alikutana na matukio mawili makubwa. Ingekuwa kama leo hii, kama wewe, inawezekana ungekata tamaa. Tukio la kwanza, Bartimayo anamuita Yesu. Yesu anapitiliza, anamwacha Bartimayo, amshughulikii. Kumbuka ameketi kando ya njia, anamsubiri ya kwamba akipita Yesu anisaidie, lakini Yesu anapitiliza. Kikwazo cha pili alichokutana nacho, anakutana na kwazo, watu wanamvunja moyo, wanamwambia unamsumbua mwalimu. Leo hii unaweza ukakwaza na watu kidogo tu, ukakata kwenda kanisani, ukakata kwenda kwenye uwepo. Lakini Bartimayo alichokifanya, aliendelea kupaza sauti yake, akasema, Yesu mwana wa Daudi, naomba unirehemu. Neno la Mungu linasema Yesu akarudi nyuma, akawaambia wale waliokuwa wanamvunja moyo Bartimayo, muiteni, mwambie namuita. Bartimayo aliposikia Yesu anamuita, akaruka, akalitupa lile vazi, akamkaribia Yesu. Yesu amgusi tu kiolela Bartimayo, anamuuliza, wataka nikufanyie nini? Wataka nikufanyie nini? Bartimayo asema nataka kuona, akamgusa akaona. Ninamaliza kwa kukuambia neno hili, matokeo ya kile unachokitaka hayatokei kwa sababu ya kujihurumia. Lipa gharama, mfuate Yesu, mpelekee shida zako. Hata kama umeomba leo haujasikia amejibu, usiache, kesho nenda tena. Alikuwepo kadhi mmoja, Yesu anatoa mfano, anasema alikuwa alikuwepo mjane mmoja, alikuwa anamwendea kadhi, alikuwa anamwendea hakimu mara kwa mara, anasema unipatie haki yangu, katika Luka 18, unipatie haki yangu. Hakimu anamwambia subiri, hakuacha, akaendelea tena. Akasema baadaye yule hakimu akasema, huyu mwanamke ananichosha, ngoja nimpatie haki yake na mdeni wake asije akanisumbua. Na Bwana wetu Yesu anasema, je, Mungu ni mwaminifu kwa ambao watu wanamwita mchana, asubuhi na usiku, atawapatia haki zao. Lakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Anasema msimwache akae kimya, katika Isaya 62. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana, msimwache akae kimya mpaka atakapofanya imara Yerusalemu. Muujiza wako umekaribia. Ongeza kulipa gharama ya kumtafuta Mungu. Ongeza kulipa gharama ya kumtolea Mungu. Ongeza kulipa gharama ya kumtumikia Mungu. Ongeza kulipa gharama ya kufanya ibada. Lipa gharama ya kutafuta uso wa Mungu. Ninapomaliza, kuna mwanamke mmoja aliwahi kuja kanisani hapa. Alipokuja alikuwa anahitaji nimguse, lakini kwa sababu siku hiyo nikawa nimehudumia watu wengi sana na nikawa nimechoka, sikufanikiwa kumgusa. Akakutana na mtu mwingine barabarani, akamwambia mimi naenda kwa Pastor Benjamin. Yule mtu akamwambia hivi, nataka nikuambie hataweza kukuombea. Akamwambia kwa nini? Akasema hapana, hawezi. Akamtengenezea vikwazo fulani hivi ambavyo vilikuwa vinamuonyesha akate tamaa. Amekutana na adui barabarani wakati anataka kuja ibadani. Yule mama kwa sababu alikuwa ana imani na Mungu wangu, akamwambia kwamba hata asiponiwekea mikono leo nitaenda tena. Alipofika tu ibadani, nikawa nimemuona kwa mbali, nikamwambia mama, Bwana ananiambia leo ni siku yako. Alipokuja tu akakutana na Bwana,
Fikiri yule mwanamke angekata tamaa, angesikiliza maneno ya yule aliyekutana naye barabarani, angepokea muujiza wake? Asingepokea muujiza wake. Usikwepe kulipa gharama. Mungu anasema tangu siku za Yohana Mbatizaji mpaka sasa ufalme wa mbinguni unatekwa na wenye nguvu. Hakuna mtu ambaye anakuhurumia. Unachokitaka cha kwako au kipati kwa kuhurumiwa na kwa kujihurumia. Unachokitaka kinapambaniwa. Unachokitaka lazima ufight. Cha kwako unachokitaka ni lazima ulipe gharama, ukipambanie, na Mungu atakubariki na atakutendea. Hatujachelewa sana, na wewe hujachelewa sana. Bado Mungu anawasaidia watu wake. Ninakuombea neema ya Mungu ya kukumbukwa kwenye msimu huu ambapo Mungu amekusudia kufanya mambo mapya kwa watu, na uso wa Bwana kwenda pamoja nasi, naye utupa raha. Tuonane Jumapili hii hapa EPRC Jehova Jireh Temple, Mlima Bwana, kwenye ibada kubwa sana ya uzirisho wa matendo makuu ya Mungu kwa watu wake wote wanaomwamini. 2:30 tunaanza ibada yetu asubuhi na tunamaliza 6:30 mchana. Jumapili hii naomba iwe zamu yako ya kutendewa jambo jipya. Usichelewe, wewe kwenye uwepo wa Mungu. Bado Mungu anawasaidia watu wake na kuwahudumia. Asante sana. Mungu akubariki.